Kwa majina ninaitwa Dr. Anna Henga, ni mkurugenzi mtendaji wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu. Ni mmoja wa washiriki na wasemaji katika mkutano wa wadau wa Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu. Mwaka huu, mwaka 2026, tunatimiza miaka 20 toka hii mahakama ianzishwe, na ni mahakama ambayo ilianzishwa kwa ajili ya kutafsiri masuala ya haki za binadamu na haki za watu kwa mujibu wa mkataba wa haki za binadamu na watu wa mwaka 1981. Kwa ni mahakama ambayo ni ya juu kabisa kwa Afrika, imeundwa na Umoja wa Afrika. Kwa nchi zote kuna nchi 34 ambazo ndio wanachama wa hii mahakama. Kwa hiyo watu wake wanaweza kufungua kesi, lakini pia hata nchi inaweza kufunguliwa kesi kutokana na ukiukwaji wa haki za binadamu. Leo tulikuwa tunaongelea kwenye session hii ambayo imekwisha, tulikuwa tunaongelea utekelezaji wa hukumu za mahakama na ni kwa jinsi gani hizo hukumu zimesaidia kuboresha zaidi masuala ya haki za binadamu. Kwa tumeona kwa mfano kwenye masuala ya kesi za uchaguzi, wasimamizi wa uchaguzi ambao ni zamani ilikuwa ni wakurugenzi wa halmashauri peke yao, lakini Tanzania imetekeleza uamuzi wa mahakama kwa kuweka watu wengine pia katika watumishi wa umma kuwa wasimamizi wa uchaguzi. Japo haijafika kwa wote, kwa sababu tutaka pia mahakama iweke wasimamizi wa uchaguzi ambao ni huru zaidi ya watumishi wa umma. Nadhani kwenye mchakato wa katiba inaweza ikaongelewa hapo baadaye. Lakini vile vile kuna masuala ya adhabu ya kifo, mahakama imekuwa ikiongelea sana. Kuna masuala ya haki za wanawake, kuna masuala ya haki za ushiriki na kadhalika. Kwa hiyo yote hayo yameongelewa leo na kuona jinsi gani ambavyo hii mahakama imechangia sana kwenye kuboresha haki za binadamu. Tanzania inaitunza hii mahakama hapa mjini Arusha, lakini vile vile Tanzania bado ni mwanachama wa mahakama. Kasoro tu kuna kifungu 34(6) ambacho huwa ni hiari kwa nchi kuruhusu asasi za kiraia na wananchi moja kwa moja kuifikia mahakama. Kwa hiyo Tanzania mwaka 2019 ilijiondoa kwenye hicho kifungu. Sasa athari zake ni kwamba wananchi moja hawezi kwenda moja kwa moja mahakamani. Ni lazima apitie tume ya Afrika ambayo iko Gambia, ambayo ni mzunguko mrefu. Hiyo tume ndio ilete kesi Tanzania. Kwa hiyo imepunguza kidogo kasi ya watu kuifikia hii mahakama. Kwa hiyo ni wito tu kwamba mamlaka za Tanzania kama zinatusikia, ni vizuri wakarudisha hiyo ili wananchi wake waweze kupata haki. Naweza kufaidi kwa sababu wao wanaitunza mahakama, ni vizuri na wananchi wake wakaifaidi moja kwa moja. Kingine tu ni kwamba ukiacha kwamba wananchi watakuwa hawa access hii mahakama, yani hawana kuifikia kwa urahisi. Lakini hata Tanzania kwetu ni kisiasa sio kitu kizuri sana kwamba unaitunza mahakama lakini wewe huiamini hiyo mahakama, uamini watu wako, uwapi urahisi watu wako kuifikia. Kwa hata kisiasa, kidiplomasia pia ina athari kubwa kwa nchi kama nchi. Kwa hiyo ni vizuri tukarudi ili tuweze kidiplomasia pia kuwa na picha nzuri, na tunashukuru rais wetu anapambana sana kuhakikisha kwamba nchi yetu iko vizuri kidiplomasia. Kwa hiyo kwenye diplomasia pia ina athari kubwa sana.